Sasa mbona unafanya hivyo? Habari kaka. Salama, kwema? Kwema. Mimi nakufananisha vile. Haujanifananisha, ni mimi. Wewe si bosi wa mke wangu. Basi niko sahihi. Haya za siku, naona unaendelea vizuri. Namshukuru Mungu kama unavyoona. Hapa nilipo nafanya mazoezi ili mwili ukae vizuri. Lakini Mungu ni mwema. Jambo la kumshukuru Mungu, maana kwa hali iliyokutana nayo mpaka sasa hivi ni kitu cha kumshukuru Mungu. Vipi lakini mke wangu anaendeleaje? Anafanya kazi vizuri au? Kwa kufanya kazi anafanya kazi. Ila hapo kwa jinsi muonekano wake ninavyomuona nahisi kama ana dalili ya ujauzito. Na kama mwanamke atakuwa na dalili ya ujauzito, kazi inakuwa ni changamoto sana. Hilo haujaliona wewe peke yako, hata mimi nimeliona. Lakini bado sikuwa na uhakika 100% zote kwa sababu sijamfanyia vipimo. Ila kinachonishangaza mimi na yeye ni zaidi ya miezi 2 hatujakutana kimwili. Kwa hiyo inavyoonekana na ujauzito tena ni mdogo. Kwa kweli inanipa hofu. Na mawazo yangu makubwa nahisi labda pale nyumbani kwako pengine kuna vijana wanamsumbua mpaka ameshindwa kuvumilia, kwa sababu mke wangu namfahamu vizuri. Hana mambo ya kona. Kwa pale nyumbani sina vijana. Naishi mimi tu na mume wangu pamoja na yeye, ndo akija kutusaidia kazi basi. Sasa hapa mimi ninachokiwaza, sijui utanishaurije au unanisaidiaje. Ila nawaza labda nipate hata watu wazima wanishauri juu ya hili, kwa sababu kiukweli kwangu sio jambo dogo, yani nalichukulia kwa ukubwa. Ili nijue nafanyaje. Kama ni mimba nijue ni ya nani, kidogo niwe na amani. Hilo ni wazo zuri. Labda tupange siku, tukae naye chini, mimi, wewe, yeye na shemeji yake awepo hapo. Tujadili, lengo ni kujenga, sio kubomoa sisi familia. Kwanza samahani, mimi nikuombe kitu. Kama inawezekana, kwa sababu mimi hapa nafanya tu mazoezi, kwa hiyo muda ninao. Nakuomba hata dakika 5. Twende nyumbani kwako, tuongee naye, atuelekeze ujauzito ni wa nani. Kiukweli yani sina amani kwenye moyo. Hilo ni wazo zuri. Hebu ngoja. Tunaweza tukaongozana sasa hivi. Karibu sana. Asante. Jisikie kwa nyumbani. Vipi? Safi. Umemtuma Sara? Sara? Hapana, sijamtuma. Kwani vipi? Yaani nimemuita pote. Nyumbani hayuko. Mimi sijamtuma, wewe unatoka huko kama yuko sebuleni basi jikoni huko labda ameingia maruatoni, lakini mimi sijui, sijamtuma wala sijui kwa wapi. Haya, tuna mgeni. Mgeni? Mgeni gani tena? Mume wake Sara. Sasa mume wake na Sara amefanya nini hapa ndani? Nadhani matatizo ya kifamilia. Ukiangalia na sisi pia wana familia tumeshakuwa. Sifika hatuwezi kujua kuhusu yeye na mwenzie. Okay. Mwambie nakuja. Basi jiandae. Uwai. Sawa.
Nisingua Sara. Bana, ni kitambaa cha Sara hiki. Kitambaa cha Sara ndio cha kwake. Kimefuata nini ndani kwangu? Sijui kimefuata nini, lakini wenda ambavyo mimi nilitoka atakuwa labda aliingia humo kwa ajili ya kufanya usafi akawa amekisahau, lakini sijui kama sijui hata sitaelewi yani. Leo ulitoka? Nilitoka. Kama ulitoka, mimi nimekuacha hivyo na nimerudi nimekukuta hivyo, na ni usafi gani umefanyika? Siko hivi au wewe bwana una kisilani chako toka usiku, una kisilani unaanza nacho usiku umemka nacho asubuhi. Siabishane, kuna mgeni, tutaongea baadaye. Jiandae haraka. Wewe na mtoto sala wako bwana. Donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, sarara, sarara. Egiza mbimi no gime. Sarara bikandaga sara. Sarara musimbala sara. Karibu sana. Asante. Adamu. Naam. Karibu sana. Asante. Huyu ni mume wangu. Anaitwa Dika. Nashukuru kumfahamu. Mume wangu kipenzi. Naam. Huyu ni Adamu. Ni mume wa Sara. Karibu sana bwana Adamu. Asante sana. Karibu sana nyumbani. Na sisi tupo naye hapa kama ndugu yetu, ameshakuwa familia tayari. Nashukuru. Hivyo kwa huru tu. Nimekutana naye njiani, kuna jambo alinishirikisha. Nikaona kwa sababu Sara ni mwanafamilia kwa sasa, bora nimlete nyumbani tujadili, tujue tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Sara mdogo wangu, wewe umeshakuwa familia yetu. Wewe ni mdogo wangu sasa. Kuna jambo mume wako ameniambia. Sijui kama unanielewa. Na mimi nishakuuliza kwa hilo jambo. Je, kipenzi, una mimba? Ndiyo. Mimi ni mjamzito. Sawa. Kata mimba ni baraka. Lakini mume wako anathibitisha hivi, hiyo mimba ana uhakika 100% sio yake. Sasa unaweza kutuambia baba wa mtoto ni nani? Au unakosea mume wangu? Lakini mke wangu, mimi nafikiri haya ni mambo ya familia. Sidhani kama kuna haja tena kuzungumza hapa, watu waache tu wenyewe wakajadili kwenye familia yao. Hapana mume wangu. Sawa, ameshakuwa mwanafamilia. Na lengo letu sisi ni kujenga, sio kubomoa. Sara mdogo wangu, mimba ni ya nani mdogo wangu? Nilikuwa nitakusaidia kipenzi. Kwani ni kwamba sijawahi kumpenda Adamu hata siku moja. Ni basi tu nilikuwa sina pa kwenda. Nimekuja kuyatambua mapenzi na kuyaelewa mapenzi toka nilivyokutana na baba mwenye hii mimba. Kusema kweli nampenda sana baba mwenye hii mimba. Sawa, nimeshakuelewa. Kwa sababu sisi ni familia. Unanielewa mama? Inabidi umlete baba wa hiyo mimba. Tujue hapa tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Kwa sababu ya maisha yako kipenzi. Sijui unanielewa? Mwenye hii mimba ni mama yako Dika. Nini? Dika,
nakupenda sana. Dada, mambo moja tu kwako. Nilikuwa naomba uniruhusu niolewe mke wa pili.